Zaburi 78 mstari ule wa kwanza. Ujumbe ndio huu. Zaburi 78 mstari wa kwanza, nitasoma katika jina la Yesu. Enyi watu wangu, sikilizeni sheria yangu. Tegeni masikio kwa maneno ya kinywa changu. Mstari wa pili. Endelea. Na nifunue kinywa changu kwa mithali, niyatamke mafumbo ya kale, mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia. Hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Mstari wa tano. Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari. Ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Naam, wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kizazi kisichojitengeneza moyo, wala roho yake haikuwa amini kwa Mungu. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Haya ndiyo tunapaswa kuwajulisha watoto wetu, ili nao wakijulishe kizazi kingine kinachokuja, jinsi Bwana alivyotenda makuu na jinsi Bwana alivyokaza shuhuda katika Yakobo. Alifanya mambo makubwa. Tutakijulisha, hatutateteleshwa na namna ya utandawazi, hatutateteleshwa namna yoyote ya ulimwengu huu, wala dunia haitatubadilisha sisi, kizazi ambacho tuliyapokea mambo haya. Na sisi tuko tayari kuvijulisha vizazi hata vizazi, ili wayafahamu haya. Bwana asifiwe. Nani aliyekuambia kwamba kizazi cha misingi ya baba zetu kwamba kitapotezwa na namna ya utandawazi? Nani aliyekuambia? Haya yote haya mafumbo ya kale haya yalifumbuliwa na baba zetu mpaka Bwana wetu Yesu Kristo, nasi tumeyapokea. Tunayawajulisha watoto wetu ambao ni ninyi, na ninyi mnayapokea kama mtumishi wa Mungu alivyosema kwamba mimi niliyapokea haya. Lakini sisi tuko kwa ajili ya kutumiwa na Mungu. Ni vyombo vya kutumiwa na Mungu. Sisi ni barua tu. Hivi barua ina uthamani wowote? Inakuwa na uthamani pale inapoandikwa. Bwana asifiwe. Ndipo inakuwa na uthamani. Lakini kwa mfano karatasi kama hili, hata likitupwa namna hii pale, halina uthamani wowote. Linapewa uthamani pale linapochukuliwa na kuandikwa yale maandishi. Wengine wanaremba kwa kugonga muhuri, kukuweka kwenye bahasha iliyochorwa nakshi mbalimbali ambayo itawavutia wengi. Wengine wataisoma, watajua hii ni nyaraka pengine ya mfalme. Ndicho kinachobeba uthamani, si ndio? Vivyo hivyo hata wewe ni barua ya Mungu. Inategemea na wewe, utayari wako, kizazi wewe ambaye unapokea nyaraka kutoka kwetu, ambao tumekuwa tayari pengine kuleta zile jumbe, na sisi hatujitambui. Tunaishi kwa ajili ya Kristo. Mtu unapookoka wewe, maisha yako ya dunia hii ya mwili huu yalikwisha kufa. Huna habari na mambo mengine. Una habari ya kutumiwa na Mungu kwa habari ya ujumbe maalum. Bwana asifiwe. Uwe ni muimbaji, uwe ni mtu wa maombi, uwe na huduma yoyote ndani ya nyumba ya Bwana, wewe tayari umewekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya matumizi yake yeye Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Hizi ndizo habari ambazo Bwana amenituma kwenu, kwamba hebu tuvijulishe vizazi, tuvijulishe kwa uaminifu. Sehemu nyingine neno la Mungu linasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Ni huyu Daudi anauliza swali, kama msingi ukiharibika, mwenye haki afanye nini? Wewe ni msingi.
tunajaribu kuchanganua kwamba kwa nini watu wanabadilika kitabia. Wanajikita sana kwenye mambo ya utandawazi. Hatukatai utandawazi iwe ni kwa ajili ya kumuinua Kristo, si ndio? Wako waliomiliki utandawazi, walienda na utandawazi wakabadilisha hadi wazo la mfalme. Utandawazi unabadilishwa na wewe. Fashion inaletwa, inaundwa na wewe. Bwana aliweka ujuzi kwa vijana tofauti tofauti. Aliwapa ujuzi kutafuta fedha. Ukisoma Mwanzo, sina muda, hatuna muda, lakini wako vijana, soma neno la Mungu katika Mwanzo. Wako vijana ambao wanaelekezwa, yani ambao Bwana na Mungu anaeleza jinsi alivyoachilia roho ndani yao, roho ya ujuzi. Roho ya ujuzi, wanangu, haitoki darasani tu, inatoka kwa Mungu. Biblia inasema aliachilia roho kwa mtu mmoja ambaye alimpa ujuzi, ubunifu, akaanza kuchonga na kutengeneza fedha. Sema fedha. Akawa maarufu sana kwa sababu alimuishia Mungu. Na pia mtumishi wa Mungu amesema, unapofanya mateto na Mungu, usiwe mropokaji, usiwe mbea. Unapofanya mateto na Mungu, Mungu hata kutumia. Mungu, nikwambie kama hukujua, hataki wajuaji. Nisome haraka. Hebu soma mtumishi wa Mungu, Zaburi sura ya 8. Sura ya 8, Zaburi sura ya 8 mstari wa kwanza. Nasema, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Wewe umeuweka utukufu wako mbinguni. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana nawe. Amen. Hapo unaona, ameweka misingi ya nguvu kwa watoto wanyonyao, watoto wachanga, si ndio? Yani yeye hataki wajuaji, anataka watoto wachanga, wale wanao uhitaji, yani wale wanyonge. Ndio Bwana hupenda kuweka misingi yake huko. Utasoma nyumbani maneno mengi, utasoma nyumbani. Hatuna muda wa kufungua vifungu vingi, lakini anasema vinyonge ndivyo anavyopenda kuteta navyo, kuweka misingi ya siri zake. Mungu hataki kuweka kwa mtu ambaye anasema mimi naweza. Kataa hiyo hali. Anapenda kuweka misingi ya siri zake, misingi ya siri zake kwa watoto wachanga wanyonyao. Ndiko anakoweka siri zake. Ukisoma Samueli sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza, alianza kusema na Samueli, hajui, haelewi, anaenda, umeniita Bwana? Hapana, sikukuita mwanangu. Eli anamjibu, kalale. Anarudi tena. Hiyo ni mara ya 3 anaenda. Eli ndipo akajua huyu haitwi na mtu wa kawaida, anaitwa na Mungu. Ndipo kampa maelekezo. Bwana asifiwe. Lakini je, mtumishi wa Mungu Samueli angejiinua, angesema Bwana amesema na mimi? Sasa mchungaji wenu ni wa ajabu, ni mnyenyekevu. Sisi tumesahau, mimi nimesahau, labda mama yangu, mimi nimesahau kabisa kwamba Bwana aliwahi nitumia kwa ajili yake. Simesahau kabisa. Na mimi najifunza kwake. Hata akiwa mtoto anaimba, alikuwa ni mnyenyekevu sana. Najifunza kwake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna siri kwenye unyenyekevu, kwenye kukaa barazani pa Mungu, kutulia, kupokea yale maadili, mausia ya watu waliotuzidi umri au watumishi wa Mungu. Ni vema sana. Utapata siri nyingi sana ambazo Bwana atazungumza na wewe. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Kama ni ujuzi, nimesema ni utandawazi. Wako wajuzi ambao waliubadilisha ulimwengu. Wanangu, msiende kubadilishwa nyie au kutekwa nyie.
nyie mmetumwa na Yesu kwa ajili ya kuuteka ulimwengu. Litawapa hamasa na uhodari zile shuhuda za watakatifu wa Mungu ambao waliubadilisha ulimwengu. Kwa habari ya kutafuta elimu sio dhambi. Kwa habari ya kutafuta mambo ya utandawazi sio vibaya, lakini je, unautafuta kwa namna gani? Mama yangu alinifundisha jana. Unautafuta katika Bwana, katika utakatifu? Wao waliutafuta katika utakatifu, walibadilisha neno la mfalme. Shadraka, Meshaki, Abednego ndio waliobadilisha wazo la mfalme, walilibadilisha kwa kuweka utandawazi wao wa Mungu aliye hai, sio ile miungu ya dunia, sio uovu, sio kutokuwa waaminifu, mambo ya siri. Vijana wanateswa na mambo ya siri, dhambi za siri. Unasema huyu kijana yuko sawa, kumbe hapana, alishatekwa kwa mambo ya. Ni aibu kwa mtakatifu mteule aliyeokoka kutekwa na mambo ya utandawazi. Anatekwa yeye baada ya kuteka ule utandawazi. Ikiwa Mungu aliwapa baba zetu ujuzi wa maarifa, mpaka wengine wakawa watengenezaji wa fedha, wakabuni mawe yakabadilika, miti kabadilika kuwa hivi vito vya thamani. Hizi ni dhahabu, ni nini? Basi sasa sisi, Bwana na atupe ujuzi. Kumbe roho bora ya ujuzi inatoka kwa Bwana. Waweza kuunda vitu ambavyo havipo katika jicho la nchi yetu. Wewe kijana, Bwana anakutegemea, lakini akili yako ikikaa sawa, ikiwa sawa, iweke akili yako iwe na akili, sio kwa mambo manyonge ya kidunia. Uasherati ni mambo manyonge. Huwezi kutimiza kusudi la Mungu. Kutokuwa mnyenyekevu. Ubebe wewe maono ya wengine tu. Hivi wewe unajisikieje kubeba tu wazo la mwingine tu? Maana hata ile elimu unayoisikiliza pale chuo kikuu, unatembea na mawazo ya wengine. Wewe wazo lako ni lipi? Mwambie Yesu anaweza, maana yeye ndiye mwenye roho 7 zote zinakaa ndani yake. Ameahidi kuachilia ndani yako. Bwana asifiwe. Si ametamka mwenyewe katika Isaya, anasema na roho ya Bwana itakuwa juu yenu, roho ya ufahamu, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ushauri, roho ya Bwana, roho ya uweza itakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Maarifa pale ulipo shuleni ni maarifa unayatafuta. Lakini je, wewe ukiachilia, ukiwa hodari, ukitembea na kuishi maisha matakatifu, wewe utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Bwana atakuwa na mateto na wewe, ila usiwe mropokaji. Usiseme. Bwana anapoteta na wewe, mambo mengine anakuletea mazito sana. Ukiwa mzungumzaji, hata sema, anajua huyu atanisema. Mungu ana siri. Mwambie jirani yako, Mungu ana siri. Anapotaka kusema na watu wake, anataka wale wapole, wakimya, wanyenyekevu, wenye kutunza, wenye mfuko wa kutunza siri zake. Hasemi tuseme. Ndio maana hatupokei mengi kutoka kwa Bwana, kwa sababu ni watu wenye kusema. Na mtu wa jinsi hiyo utamuona mtu ambaye anatunza siri za Mungu. Mara nyingi watu hawa wanakuwaga wanyenyekevu. Wanakuwa kama, yani hata ulimwengu huwa unawakataaga kama wajinga machoni pa watu, wenye kudharauliwa sana, wenye kuonekana duni katika macho ya wanadamu ambao fahamu zao zimesumbuliwa kidogo. Ukiona roho inakujia ya kusema wewe unaweza kila kitu, mimi najua, kuwatangulia wenzako kwa kila jambo, unaona wewe ndio unafaa, hoja yako inafaa. Mmekaa katikati ya kundi, wewe ndio, yani ndio unaona, ndio akili yako ina akili kuliko wale wenzako. Jua hapa, mbona kama ananyemelewa.
wewe mtu ambaye anakuwa na roho ile ya Mungu ambayo inatamkwa kupitia neno lake hili, ni mtu mpole kwa mambo ya mwili. Yani yeye, unajua mwili ukiukataa sana unakuwa kama mjinga, si ndio? Mambo ya rohoni yakitawala sana, mtu wa jinsi hiyo anakuwa na muonekano tofauti na wenzake. Maana yeye atagombezwa, yeye atasema nisamehe, yeye atachukiwa, atasengenywa. Hata kama anasikia wanamsengenya, yeye atasema, ataona ni sawa tu, atakuwa na upendo, si ndio? Kwa hiyo jitahidi mwana wa Mungu, ili sasa haya mafumbo ya kale ambayo tumeambiwa tukijulishe kizazi kingine kiyafahamu. Hakuna mengine, ni unyenyekevu. Haya mafumbo ndio tunatakiwa tuyatatue, tuwajulishe vizazi vingine na vingine viyapokee. Utaona hata kwenye gari watoto wanawapisha wakubwa, heshima inarudi ile ya mwanzo, unyenyekevu ule wa mwanzo. Unajua kwa nini inatokea kama mchungaji wenu alivyosema? Kwa nini inatokea mtu anasema mimi nina wito mkubwa wa kuomba, ninaweza kuzimisha mapepo hapa, naomba Bwana ananitumia? Ni kwa sababu hatukuanza vizuri kule chini. Hatukuwa na adabu kwa wakubwa, hatukuwa wanyenyekevu, kwamba huyu mtu ninayeongea naye, je, naweza kubishana naye katika yale mambo mema, si ndio? Lazima mtu ambaye amezidi sana umri, kuna mambo mengi ameyapitia. Kwa hiyo yule ambaye anazidi sana, ujue kwamba msingi hatukuanza vizuri. Pengine ni mimi sikuanza vizuri. Kwa hiyo unyenyekevu ndio jibu la mambo yote. Unyenyekevu pamoja na upendo vinaambatana vyote viwili. Bwana asifiwe. Simama sasa, tusimame kanisa la Mungu. Naamini kwamba wewe umesema na Mungu, umepewa zaidi ufafanuzi jinsi ya kumwendea Mungu. Mimi nitaomba tu vile mtumishi wa Mungu alivyosema kwamba niombe, amenivisha huduma hapa, lakini wewe ni zaidi kuomba kwa jinsi ulivyosikia wewe pale ambapo Bwana alikuwa anasema na wewe ukiwa umeketi. Wakati nazungumza haya, funika macho. Wakati nazungumza haya, Bwana anasema na wewe sasa. Wewe amini tu. Wakati na kwenda kuomba, wewe unayo maombi zaidi, kwa sababu ziko taarifa ulizozipokea hapo wakati tunaendelea kusema na Bwana mahali hapa. Bwana Yesu, hili ni kanisa lako, kanisa safi ambalo Bwana wewe umeliandaa, kwamba wewe unaandaa kanisa safi lisilo na mawaa wala makunyanzi. Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 1 na kuendelea, jinsi Bwana unavyoliandaa kanisa lako, na unalipa tahadhari kubwa sana. Unasema kanisa lililoko Sardi, andika haya ya kwamba wewe unayajua matendo yetu, ya kuwa tuna majina yaliyo hai lakini kumbe yamekufa. Ukasema tuwe wenye kukesha na kuimarisha mambo yaliyosalia. Nasi Bwana tunayapokea haya ambayo umetueleza na kutuagiza kwa habari ya sheria yako, kuishika sana sheria yako. Na umesema kwamba tuviagize vizazi vishike sheria yako Mungu, na sheria zako jinsi ulivyowaachia baba zetu, na ulivyokaza shuhuda katika Yakobo, na ulivyotenda makuu katika Israeli. Hivyo wana wako Mungu hawatayumbishwa na imani potofu na namna yoyote ya ulimwengu huu jinsi unavyoenenda. Zaidi yoyote Bwana, utaweka hofu ndani ya mioyo yao ya kukuogopa wewe na kushika sheria zako na amri zako. Kanisa lako lisibadilishwe kwa mambo ya utandawazi.
Livishe unyenyekevu Bwana, unyenyekevu katika kukusikiliza wewe, unyenyekevu Bwana pale unapoamuru ya kwamba wakujue wewe zaidi. Maana Bwana, katika kukujua wewe watawajulisha na vizazi vingine. Usiogope wewe mwana wa Mungu uliyeko mahali hapa, kupaza sauti yako na kupiga kelele mbele za Mungu ya kwamba Bwana, umeniona mimi jinsi nilivyo, nataka kuongezeka zaidi, nataka univishe roho ya unyenyekevu ndani ya moyo wangu. Bwana wa majeshi, tuvishe vazi hilo, peke yetu hatuwezi. Tunakutana na mambo mengi, kanisa lako linapitia mambo magumu sana, linapita katika kipindi cha kutisha mno. Kanisa lako Bwana lijalie kujaa unyenyekevu, na tabia hii inatoka kwako Roho Mtakatifu. Achilia nguvu yako. Nini kusudi lako kwa watu hawa? Ni kwa ajili ya kukunyenyekea wewe, wawe na unyenyekevu katika huduma ulizoziweka. Ninaona moto wako mahali hapa Bwana. Tangu nilipoingia mahali hapa, nimeona nguvu ya ajabu umeiachilia ndani ya kila mmoja aliyeko mahali hapa, ndani ya kanisa hili, ndani ya watu hawa Bwana. Umeachia huduma mbalimbali ulizozipanda ndani ya mioyo yao Bwana. Unajua hata kuliko baba yao anayewalea na kuwalisha. Bwana wa majeshi, kuwalisha chakula cha kiroho. Msaidie, wajalie watu wako. Amini kwamba unakwenda kujazwa. Tumishi wa Mungu, karibu, weka mikono juu ya watu hawa, na Roho Mtakatifu aliyeomba juu ya kanisa hili alitangulia kuomba kabla hata sijasimama mahali hapa. Alitangulia kuwaombea. Bwana, wajaze hekima yako, wajaze unyenyekevu wako. Wakati mtumishi wako anapokwenda kuachilia roho bora ndani ya watu hawa Bwana, hebu fanya jambo jipya kwa ajili ya watu wako. Wako wenye kiu Bwana mahali hapa, wako wenye kiu wanaohitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Hawapendi kuangukia katika mabaya, hawapendi kuangukia katika uovu. Bwana, achilia nguvu yako, achilia moto wako. Yote yaliyoshindikana kwa wanadamu yaachiliwe Bwana, yaachiliwe Bwana. Roho yako Bwana ikapenye ndani ya mioyo yao. Achilia nguvu yako. Wako wengine wamekata tamaa mahali hapa, wamekuwa wakikimbia huku na huku, wakikimbilia miujiza. Bwana, watambulishe ya kwamba uko Bwana, watambulishe ya kwamba misingi ya baba zao ni sahihi. Baba zao wanaowalea mahali hapa, tumishi wako, chungaji, kiongozi, wajue ya kwamba ziko siri ambazo Bwana umeziachilia ndani ya moyo wake. Bwana wa majeshi, wafungue watu wako. Naona vifungo vilivyojaza ufahamu wa yale waliyaona kwa macho yao Bwana yamechafuliwa, macho yao yamenajisiwa. Bwana, naomba, Yesu nakuita, Yesu nakuita. Watu wako hawa ni watu wako Bwana. Uliacha enzi, uliacha mamlaka mbinguni kwa ajili ya roho hizi. Fanya jambo jipya ndani ya nafsi ya huyu mwenye kiu. Anayo kiu Bwana, anataka kukuona katika utumishi wake Bwana. Muonekanie Bwana, jifunue, jitambulishe kwake. Mtambulishe kama ulivyomtambulisha mtoto Samueli. Ulimtambulisha, lile neno lilianza kukua, liliendelea kukua na kuongezeka. Kama ulivyomtambulisha Bwana, huku nyamaza tangu siku ile. Nguvu Bwana iliendelea kukua ndani ya Samueli. Mtoto Samueli alipata mambo makubwa, alifanya mambo makubwa. Ndiye uliyemuandaa kumsimika na kumweka mtumishi wako Daudi. Bwana wa majeshi, fanya jambo jipya katika ufahamu wake, katika fikra zake. Amekata tamaa. Fanya jambo jipya Bwana, fanya jambo jipya Mwokozi. Unaweza Yesu, fanya jambo jipya kwa watu wako. Imarisha Bwana,
Imarisha Yesu. Sante Yesu. Sante Mwokozi. Sante Simba wa kabila la Yuda. Ubarikiwe Bwana wa majeshi. Sante Yesu. Mchungaji.